Natumai hujambo mdau na mpenzi wa muziki. Karibu sana katika zile makala fupi fupi za mambo ya kimuziki kupitia hapa Let's Talk Music. Kama wiki mbili tatu hivi zimepita tulipokuwa na ka project haka kawimbo watwae wangu uzima ambako tulikafanya wote kwa pamoja. Na nitamani kwamba tuweze kuwa na angalau mapitio mafupi, ili nasema review. Tuone wapi labda nini faida za kitu kama hiki au changamoto zake zinakuwa ni nini, na wakati mwingine mapungufu, tunaangalia mapungufu, zile limitations, mapungufu yake ni nini. Okay, kwa hivi leo tutatumia muda mfupi sana kupitia tu kufanya mapitio machache kuhusu kawimbo haka. Labda tujikumbushe kawimbo, halafu tukishajikumbusha kawimbo haka ngoja nianzie pale kama ubeti moja tu, halafu ndipo tufanye haya mapitio kwa pamoja. Haya, nikukaribishe, karibu. Okay. Haka kalikuwa ni kazoezi kazuri sana ambako tulikafanya kwa pamoja. Sasa hebu tuingie kidogo. Nataka ni tuangalie mambo mawili matatu hivi kuhusiana na project kama hii. Sawa? Nataka kidogo ngoja tu explore vitu viwili vitatu hapa. Katika project kama hii. Sasa natamani tuangalie kwamba je, kuna faida gani? Okay, zile nasema benefits, kuna benefit gani? Kuna changamoto gani? Zile challenges, kuna limitation gani kwa kitu kama hiki? Maana hii ilikuwa ni project ambayo umepewa, ikawa tunaita project huria, okay? Umepewa, unafanya kwa wakati wako, unafanya kwa kutumia nani pale, lakini unafanya kwa kutumia guide, unafanya kwa kutumia maelekezo fulani. Sasa ngoja tuanze kwenye faida. Okay, ngoja niangalie hapa faida za kitu kama hiki zinaweza kuwa ni nini. Haya, sasa tunapoanza hii ya kwanza hii, upatikanaji na ujumuishaji, namaanisha waimbaji. Okay, project kama hii, moja ya kitu kizuri kwamba hushirikisha waimbaji nje ya mipaka ya kijiografia. Sio lazima muwe kwenye kanisa moja au kwenye nani kwa wakati mmoja. Hiyo ni moja ya faida kubwa. Inaweza kwa maana kwamba watu wako sehemu mbalimbali na wanashirikishwa, lakini pia inaweza kutoa fursa kwa watu, mfano wenye changamoto za usafiri, wale ambao wana changamoto za afya, wenye vikwazo mfano vya muda. Na sehemu kubwa hii naviongea ni kama practical, kwa sababu wengi ambao hapa walishiriki walikuwa yani mida ni ya kuibia. Mwingine kazi anasema ngoja nikirudi nyumbani nitafanya hiki, na ngoja wakati mwingine mpaka project mpaka Jumatano kwenye siku yenyewe ambayo tulikuwa tumejiweka kama limitation, ndio watu wanadondosha. Kwa hiyo faida moja ndiyo hiyo, kwamba upatikanaji na ujumuishaji wa watu unaweza kuwa ni mkubwa zaidi pamoja na hayo mambo mengine. Jambo la pili, hii kwenye urahisi au tuseme flexibility, Kiswahili chake sijui nini, flexibility. Okay, haya mfano kwenye haka zoezi kakurekodi, unaweza kukafanya kwa wakati mbalimbali. Sio watu kwamba mwende kwenye studio moja mfanya, kila mtu amefanya kwa wakati wake.
Sawa, okay? Na hiyo ni moja faida kubwa sana, hiyo flexibility, okay? Wanaweza kujirekodi kwa wakati wao na wakapunguza ile migongano ya ratiba. Ndio maana nasema ngoja nifanye kwanza nimalize kazi afu ndana. Hiyo ni ya pili. Aka katatu, fursa za ubunifu, okay? Kitu cha tatu ni kwenye uwezekano wa kutengeneza hizi media ambazo zinavutia. Unaona kama haka kajitu kadogo haka ambako tumekafanya, kanaweza kakavutia watu kwa namna fulani. Okay, hiyo ni fursa ya ubunifu. Lakini pia kujumuisha vitu kama madoido. Mnakumbuka ile guide ambayo tuliwatumia ilikuwa ni tofauti na soundtrack. Okay? Soundtrack nayo ibidi itengenezwe upya. Kwa hiyo mtu yote anaweza kutengeneza soundtrack, mtu yote anaweza kutengeneza akaimba, akafanya nini. Wengi washiriki hapa waliimba zaidi sauti moja, wakazituma. Kwa hiyo kuna kuwa na hiyo sehemu ya ubunifu. Okay? Haya, kuna gharama. Kwa kitu kingine, gharama. Unaona? Kitu kama hiki kinaokoa mambo ya fedha. Ungesema kama tubuku ukumbi pale au tubuku sehemu ya kufanyia mazoezi au kufanyia hii hapa. Lakini pia kuna mambo ya usafiri, kuna mambo ya yale mambo kuweka mfano tukio mbashara. Vinahitaji fedha. Amwezi tu mkafanya, lazima kuna nini pale. Lakini kitu kama hiki kina kwa hiyo gharama yake inakuwa kidogo. Okay? Lakini pia unaweza kuwafikia watu wale tunasema hadhira au audience, au halaiki, ukawafikia watu wengi sana mitandaoni bila gharama ambazo ni hizi ambazo ni za kawaida. Okay? Za kwenda kwamba jamani turekodi, tutoe milioni 2 kidogo, milioni 3, watu rekodi na nini pale. Kitu rahisi kinafanyika kwa namna rahisi. Hiyo ni kwenye upande wa gharama. Lakini pia kuna hili la ustahimilivu wa migogoro. Sisi ni wahanga wa hilo. Okay? Hii utakuta vitu kama wakati wa majanga kama COVID-19. Wakati sisi huku tulifungiwa, bahati nzuri wa Tanzania waliokolewa na mwokozi wao Magufuli ambaye hakufunga, lakini huku tuliko Uingereza ilifungwa kabisa. Lakini hizi zilikuwa zinaendelea, nyimbo, ibada kupitia online zilikuwa zinaendelea. Kwa hiyo inastahimili migogoro. Wakati wa majanga haya, huduma kama hii inaweza kaendelea wakati wa matukio kama haya. Wengine ni na hili baada ya kujifunza haya, sisi sasa imeshakuwa ni hybrid. Yani huwezi tena ukafunga moja kwa moja mambo ya mtandao. Kuna watu, kuna wagonjwa, kuna wafungwa, kuna watu mbalimbali, wengine wako safarini. Wote hao wanaweza kujumuika kwenye kitu kama hiki, kama ibada, wakiwa wanaendelea. Okay, kwa hiyo hizo ni nimesema ngoja nichukue tu faida 5. Sawa? Faida hizo ni faida. Tuende kwenye changamoto. Changamoto zake zinaweza kuwa ni nini? Okay. Kuna mambo ya kiufundi hapa, mahitaji ya kiufundi. Tunazungumza nini hapa kwenye mambo ya kiufundi? Kwenye ufundi unaona jinsi ambavyo inataka sasa angalau wale wote. Najua kuna wengine ambao ilisumbua, ufundi ulisumbua kidogo. Kwamba hivi nitafanyaje? Nitajirekodi vipi? Nitafanya nini? Unaona? Kujirekodi. Na hiki nadhani tutapata muda kwa kupata mrejesho. Jamani, kama ulikwama kwa sababu ya kujua mfano teknolojia gani kiufundi hapa, uliza umekwama wapi. Nitawaambia mfano. Tulikuwa tumetoa guide mfano. Ile guide inakusaidia kukaa kwenye mstari. Ndio maana tumeweza kuoanisha sauti. Kuna wengine walichukua ile guide wakapiga kivyao. Sasa ukipiga kivyako inashindikana kuweza kuoanisha na watu wengine, kwa sababu unatumia nani yako mwenyewe, tempo, yani ule mwendo pamoja na ile pace unashindwa. Okay, kwa hivyo tukashindwa kuwaunganisha pale, ingawaje walituma, kwa sababu wametumia nani yao. Okay, lakini pia kuna masuala mengine. Okay, masuala ya kuoanisha picha yanakuwa na changamoto kama mtu hakutumia guide. Okay,
ya ile mwongozo. Kama hukufuata mwongozo inakuwa ngumu. Umeona? Kwa hiyo hizo ni baadhi ya changamoto kwenye mambo ya kiufundi. Kwenye upande wa uhariri, okay? Uhariri unakula muda kwa sababu inabidi vyote viweke pamoja, okay? Okay, na inahitaji juhudi kubwa kuweza kuoanisha, kuchanganya hizi, kufanya na kuunganisha hizi video. Inahitaji muda, okay? Alafu jambo la tatu ndio hili hapa, kuhafifisha mambo ya mbashara, yo? Unaona? Hii kuhafifisha, watu wakishagundua kwamba hiki kitu kinafanya kazi, wakati mwingine waimbaji wanaweza kuwa wavivu. Unaona? Kwa sababu anajua anaweza kafanyia kote anakofanya na mambo yakaenda. Umeona? Sasa ile kukutana inaanza kuleta shida. Watu wanakuwa ni wavivu au wazembe, asema wewe nitumie tu, nitafanya mazoezi au nitafanya nini. Unaona? Kwa hiyo hii nayo inaanza kuwa ni kama inaweza kugeuka kuwa changamoto, especially sehemu za kukutana, okay? Kwenye mfano kwenye mazoezi au hiyo ni moja ya changamoto. Hii la nne, hii ni fukuto la ibada, okay? Hii mara nyingi tunapokutana pale kwenye mazoezi mfano au kwenye swala la uimbaji, rehearsal na vitu gani, okay? Huwa tunastawisha kitu na kita chemistry au kuna mguso fulani wa kuwa pamoja ambao huwezi kununua. Unaona? Ile unahisi touch unapokuwa pamoja. Unaona? Lakini pia mnapokuwa sasa kama hivi kwamba ufanyie kwako na yule afanyie kwake, huo mguso unakosekana. Hiyo ni moja ya changamoto hiyo. Kwa hiyo ile fukuto la ibada, hisia ya fukuto la ibada inapungua. Hala kuna jambo jingine. Kuna jambo ambalo ni la kwenye upande wa hii la mwisho hapa, kwenye mafunzo na mwongozo. Walimu watakubaliana nami. Huwezi kufundisha mtu anakwambia anani pale, hebu imba ya kwanza pale, okay? Unaweza kumsikia. Kuna mtu mwingine nikimsikia naambia stop, acha, okay? Acha, labda kama ni daktari, au acha kwa sababu nasikia sauti hapa, tukiendelea hapa ile vocal cord inaweza kapasuka au ikapata crack au ikapata shida. Unamsikia, lakini hiyo huwezi kumsikia akiwa yuko mbali kama hivi kwenye online. Hiyo ni moja ya changamoto nyingine. Sawa. Okay. Kwa hiyo hapo ni kwenye upande wa changamoto, mafunzo na mwongozo wakati mwingine unaweza kuleta changamoto. Haya, twende kwenye mambo ya mapungufu sasa. Mambo ya mapungufu hapa. Okay. Kwenye mapungufu inamaanisha limitation. Sawa. Sasa kuna ugumu wa mwafaka. Kwenye mtandao kuna kitu wanakiita latency. Yaani hamwezi mkaimba pamoja. Hamwezi mkaharmonize. Mfano kwenye Zoom au kwenye kitu kingine, ukisema kwamba mko live pale, lakini ukisema muimbe, utasikia mwingine anatokea kabla, mwingine anatokea baada, mwingine anatokea. Kwa hiyo hamwezi mkafanya mwafaka. Okay? Kwa hiyo hiyo ni moja, unless kuna vifaa, vipo vifaa ambavyo huwa tunaoanisha, unaweza ukaoanisha mbashara, lakini ni ghali sana hivyo vifaa. Kwa hiyo kuna ugumu wa kufanya huo mwafaka kutokana na hiyo latency, okay? Haya, kuna limitation nyingine ni ile utenganishaji wa hisia au mguso, okay? Kuna hii miundo pepe hii inaweza kupunguza nguvu ile ya dhati ya utendaji wa Injili. Yaani ile kuna mguso kwenye vitu vya mbashara, kuna mguso wake, okay? Na ndio maana ukawa unasikia kelele watu wanasema bana wanagandamizia, wanafanya yani kuna vitu ambavyo hawawezi kuvieleza, lakini wanaona kama ni vinapungua. Kwa hiyo ule mbashara huwa mara nyingi una mguso tofauti, okay? Haya, cha tatu ni kwenye upande wa ushiriki wa halaiki au response ya audience, okay? Mnapokuwa ile amina au haleluya au
hilo kwenye project kama hii utaikosa. Kwa sababu mtu anasikilizia aliko, atasema amina mwenyewe, haupati huo mrejesho. Umeona? Haya, hilo ni la tatu. Okay? Ushirikishaji wa halaiki, zile amina haupaswi. Lakini sasa pia kuna ukosefu wa usawa katika kushiriki. Naona hawa waimbaji ambao hawana mtandao, mfano, sijajua kwamba tatizo la kwetu hasa kwenye project hii ilikuwa ni nini, kwamba watu walikosa mtandao au walikosa nafasi. Kuna baadhi walikosa nafasi, kuna baadhi walieleza. Unaona? Kwa hiyo kuna waimbaji wanakosa fursa ya kushiriki kwa sababu either wamekosa mtandao au mazingira walionayo ni mazingira ya kelele, hakuna utulivu, au vifaa ambavyo wangetumia kuweza kuchukulia sauti na picha vikawa vimechelea. Hiyo ni kwenye ukosefu wa usawia. Kwa hiyo inanyima usawa wa washiriki. Na la mwisho hapa, haki miliki. Haki miliki huwa watu wanacheza nayo, lakini vinapokuja kwenye vitu ya namna hiyo, kwenye mambo ya nyimbo na nini, mambo ya mitandao hasa, huwa mnaona tu mara nyingi wale ambao mnatumia YouTube na nini wanacheki haraka kwanza mambo hayo ya haki miliki kama zinakubaliana, na wakati mwingine ni leseni. Okay? Kwenye nyimbo zetu hapa huwa kila mwaka tunakatia leseni. Hizi nyimbo tunazoimba na nani zake tunakatia leseni. Ingawaje wanatumia ni union wanafanya, lakini sisi wanatukata makanisa. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinatakiwa vizingatiwe. Vinaweza kuwa ni limitation. Maana kuna baadhi ya nyimbo nasema huu wimbo hatuwezi kuimba kwa sababu hakimiliki yake mpaka tuombe ruhusa au na kadhalika. Jamani, haya yalikuwa ni baadhi tu ya mambo kwenye mrejesho wa kale ka project ketu ambako tulikuwa tumekafanya. Hapa ni kionjo cha maada inayokuja ambayo itazungumza habari za mambo ya AI katika muziki au artificial intelligence katika muziki. Sawa? Nataka nikupatie kionjo cha nini kinaendelea katika ulimwengu wa muziki kwenye upande wa hivyo. Hapa mbele yako ni Waves Harmony. Hii ni VST. Ni moja ya vitu ambavyo wale wanaform VST kwenye inayotoka kwa hawa watu wa Waves. Okay? Inaitwa Waves Harmony. Nataka nitengeneze harmony ambayo ni mbashara. Yaani nina nafasi ya kutoa wimbo au ninaimba sasa kwenye redio au kwenye TV au kwenye nini kwa wakati huo. Sio kwamba vimerekodiwa kwanza vikachanganywa afu ndio nafanya vyote kwa pamoja. Nitakuwa napiga kinanda afu naimba. Okay? Na kinanda changu hapa natengeneza harmony za sauti zangu, lakini pia chini yake nitakuwa naweka zuria ya kinanda. Okay? Sawa. Sasa angalia kwa makini. Sio kwamba imerekodiwa halafu ndio inachanganywa. Nafanya vyote kwa mbashara. Okay? Tutakapokuwa tunazungumza AI utasikia. Haya, karibu ni kuonjeshe. Karibu. Tazame Mwokozi usoni wake mzuri, mambo ya dunia uso wake tu kioo.